Halo, kwa majina najulikana kama Mwalimu Cheche ama Rasta Sienga. Leo hii tunaendelea kujifunza juu ya uongozi ni nini. Na tuliona kwamba uongozi unalimiwa. Kwa hivyo tunajifunza jambo la tatu ambalo ni kujua kwamba uongozi unatengenezwa. Uongozi unatengenezwa. Uongozi unalimiwa, uongozi unatengenezwa. Mtu yote ambaye anataka kuwa kiongozi lazima ajitengeneze ama atengenezwe kuwa kiongozi. Na kujitengeneza inamaanisha ama tunaipata kwa njia gani? Ona kwamba uongozi unaundwa kwa kiasi kikubwa, kwani unaweza kuendelezwa kupitia uzoefu. Ukitaka kuwa kiongozi mzuri katika shughuli za kila siku, mambo unayofanya kila siku inakupatia uzoefu. Pia unapata mafunzo na mazoezi makusudi, ingawa baadhi ya tabia za asili. Yaani kuna ile tabia za asili ambao unajifunza kwa wale ambao ni viongozi wengine, ama katika hali ya kusoma pia. Watu husomea pia uongozi. Watu huenda shuleni wakasoma mambo ya uongozi. Na katika maisha ya kawaida pia unaweza kujifunza jinsi utaweza kuwa kiongozi katika maisha ya kawaida. Kwa hivyo uongozi ni uwezo wa kuathiri, kuongoza na kuhamasisha wengine kuelekea kufanikisha malengo. Katika malengo ya jamii ama malengo ambayo uko nayo, katika hali ya kufanya na wenzako muweze kukamilisha, uongozi hufanya una huo uwezo. Inahusisha ujuzi kama vile mawasiliano, kufanya maamuzi, huruma, uadilifu na uwezo wa kubadilika. Na ni tofauti na usimamizi ambao unazingatia majukumu ya shirika badala ya kuhamasisha watu. Hiyo ndio mambo ambayo tunaongea kwamba uongozi unatengenezwa. Sasa unatengenezwa kwa hiyo njia. Pia viongozi wenye ufanisi wanaweza kuhamasisha timu, kuendeleza ushirikiano na kuendesha mabadiliko, mara nyingi kwa kuweka mfano chana badala ya kutegemea mamlaka tu. Hiyo ndio njia tunaona kwamba uongozi hutengenezwa na unatengeneza mambo na inatengeneza ushirika. Kwa kiongozi uko pale kutengenezwa na pia unatengeneza. Tunajua njia ya kutengeneza, tumeona kwamba kupitia kwa masomo ama kupitia kwa ujuzi ama kupitia kwa hali ya mambo ya kawaida katika kijamii. Pengine saa zingine wewe umezaliwa katika jamii ya uongozi, kwa hivyo utaanza kujifunza jinsi watu wako, ama kama ni mzazi wako, mama yako, ama ndugu yako ambaye ni kiongozi, unajifunza kutoka kwake. Kwa hivyo unapata ujuzi jinsi ya kuongoza. Kwa hivyo unapoteuliwa ama unapochaguliwa kuwa kiongozi, unakuwa kuna njia ambayo unaweza ongoza watu wafikie ufanisi ama mabadiliko katika nyanja tofauti ambao unapata na uongozi. Kwa hivyo ujuzi wa uongozi unaweza kukuzwa. Ujuzi wa uongozi unaweza kukuzwa. Watu huendeleza uwezo wa uongozi kupitia uzoefu, kupitia ushauri, elimu na mazoezi makusudi. Katika kazi na shughuli tunayofanya kila wakati, zinatoa changamoto halisi za maisha, marejesho na fursa za kutafakari, husaidia watu kukua na kukua viongozi wenye ufanisi. Viongozi hujifunza zaidi kutokana kwa uzoefu wa kazi wanaofanya, mwingiliano wa kijamii na ushauri na mafunzo rasmi. Unaweza enda shule pia usomee mambo ya uongozi. Uongozi sio sifa iliyofungwa. Uwezo wa kihisia, uamuzi na ujuzi wa mawasiliano unaweza kuimarishwa kwa muda. Kwa hivyo tumeona kwamba uongozi sio tu sifa peke yake, watu wanataka kupata tu sifa peke yake, hapana. Kwa hivyo viongozi wanaofaulu zaidi huendelea kujifunza, kubadilika
na kuboresha uwezo wao. Kwa hivyo kutaka kuwa kiongozi ambao ataendelea sana kila wakati, kuwa kiongozi ambao unaendelea kujifunza, endelea kusoma, endelea kujua yale mambo hujaijua, kujifunza zaidi. Na pia ukuwa kiongozi kubali kubadilika, mambo hubadilika, hali ya hewa, hali hubadilika, penye unaishi inabadilika, bidhaa na kila kitu inaendelea kibadilika kwa sababu ya kisayansi, na mambo ambayo yanafanyika kila siku yanaendelea kubadilika. Kwa hivyo kuwa kiongozi, kuwa tayari kubadilika. Usiwe kiongozi shingo ngumu mwenye hataki kubadilika. Watu wanaposema tunaona maoneleo yetu ni hivi, tufanye hivi na hivi, hutaki, unabaki kwa zile njia za kitambo, then wewe hustahili kuwa kiongozi. Na pia kuwa kiongozi wa kuboresha. Kama ulipata hali fulani iko mzuri mahali ambao umeenda, kama ni kuajiriwa kazi mahali fulani ya kusimamia, ama wewe ni mwanasiasa umeingia katika siasa na umepata majukumu fulani na umepata hali mahali pale ilikuwa si hali mzuri, ni jukumu lako kuweza kuboresha mahali hapo. Kwa hivyo kiongozi huboresha uwezo wao, wakiwaonyesha kuwa uongozi ni seti ya ujuzi zinazobadilika badala ya sifa ya kudumu. Kwa hivyo uongozi si tu kusifiwa, lakini ni seti ya majukumu yanayobadilika, ama shughuli ambazo unastahili kubadilisha, ama mambo ambayo unastahili kuboresha. Hii ndio mambo ya uongozi. Kwa hivyo mashirika yanayolenga kukuza uwezo wa uongozi kwa kila mfanyakazi badala ya kuchagua tu viongozi. Kwa hivyo viongozi, mashirika hayachagui tu viongozi, lakini yanakuza uongozi. Waliozaliwa na uongozi huwa ni mtandao ya uongozi yenye nguvu zaidi na inayoweza kubadilika. Tulisema kwa kwanza kwamba hatuzaliwi kuwa viongozi, lakini uongozi unatengenezwa. Lakini kuna watu ambao wamezaliwa katika jamii za uongozi. Kwa hivyo wameanza kujifunza na kujua uongozi unaenda namna gani wakiwa watoto wachanga. Wakiendelea kukua, wanapokuwa wakubwa wanajua jinsi wanaweza ongoza, kwa sababu jamii zao ni jamii za uongozi. Kwa hivyo tufikirie hayo. Kwa hivyo uongozi hupatikana zaidi kupitia uzoefu, kujifunza na maendeleo yaliyoshuhudiwa, ingawa sifa za asili zinaweza kutoa faida ya awali. Kwa kuunganisha sifa za asili na mazoezi makini, elimu na uzoefu wa kweli, yoyote aliye na mtazamo sahihi na kujitolea anaweza kuwa kiongozi wa ufanisi mkubwa. Kwa hivyo haya ni yote ambayo tumejifunza juu ya uongozi. Tumeshajua ya kwamba uongozi unatengenezwa. Uongozi unatengenezwa. Hauzaliwi kuwa kiongozi, lakini uongozi unatengenezwa. Ndio watu wanaenda kwa shule, wanaenda kwa vyuo vikuu kusomea uongozi, kusomea siasa na mambo kadhalika, ili wawe viongozi katika nyanja tofauti. Kuna kusomea uongozi wa kuongoza mashirika, kuna kusomea uongozi wa kuongoza kampuni ama biashara, kusimamia biashara. Kuna mafunzo tofauti sana ya uongozi ambayo inahitaji masomo. Na kuna uongozi pia tunajifunza kupitia kwa ujuzi, ama hali ya kila siku, ama zile shughuli na kazi tunayofanya kila siku. Kwa hivyo inakupa uzoefu, inakupa kujua na kuelewa uongozi ni nini. Kwa hivyo unapochaguliwa inakuwa rahisi sana kufanya ni kupatiana uongozi na kuleta mabadiliko ama maendeleo katika ile nyanja ama sehemu ambao umechaguliwa kuwa kiongozi. Asanteni sana. Mimi ni Mwalimu Cheche Rastus Sienga.